Unaonaje maendeleo? Ni kuendelea vizuri. Karibuni. Karibuni ofisini kwetu. Asante. Kwa majina ni mimi Masibuka, ni mtendaji wa kijiji cha Katende. Karibu mwenzangu. Kwa majina naitwa Mkoa Mgeni, ni mwenyekiti wa kijiji cha Katende. Kwa majina Sara Baraka, aliyeko mbele mwekezaji. Tumefika hapa kwa lengo moja tu. Tunatafuta eneo la uwekezaji. Uwekezaji hiyo ni kilimo cha umwagiliaji. Eneo hilo ekari 200, ndio vyanzo vya maji. Maeneo hayo tunayo, lakini kuna hatua zinatakiwa kufuata ili kuuza maeneo makubwa kiasi hicho. Kuna hatua kadhaa ambazo ni lazima tufuate ili kuweza kuuzia eneo hilo. Maana ni eneo kubwa. Ni ekari 200. Kwa kawaida ekari 200 tunauza kwa milioni 80. Na hatua ambazo ni lazima zifuatwe ili kuweza kuuza eneo hilo. Hatua ya kwanza ni kama ifuatayo. Ni lazima tuitishe mkutano wa kijiji, tuwape taarifa kwamba tunauza eneo fulani lililoko sehemu fulani. Hatua ya pili, lazima tutoe taarifa kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, naye atupe idhini ya kuuza hilo eneo. Hatua ya tatu na ya mwisho, lazima tupeleke taarifa kwa kamishna wa ardhi, naye atupe kibali cha kuuza hilo eneo. Na hizo ndio taratibu zote ambazo lazima tufuate. Hatuwezi kuuza eneo hivi. Hizo taratibu zote tatu lazima tufuate. Sawa. Amesema taratibu zote anazijua. Leo nataka njia fupi ambayo tuchukulia muda kupata hilo eneo. Ni kweli inachukua muda mrefu, lakini yeye kama mwekezaji amejipangaje ili tuweze kupata hilo eneo. Amesema milioni 9. Wajua mwekezaji milioni 9 chache. Lile eneo tunalipa. Inatakiwa sasa ni tuitishe hapa, tuwaite wajumbe wa halmashauri ya kijiji ili tuweze kuwashawishi kuuza eneo, maana lile eneo wananufaika wana kijiji. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu tupatie milioni 15 ili uweze kuchukua eneo hilo. Amesema mfikaji azito. Tulama kutupatia. Mtendaji, waandikie namba hapo. Ninayoandikia hapa ni namba ya akaunti ya kijiji ambayo hiyo milioni 80 tena kuingiza kwenye hii akaunti namba ya kijiji. Siku mkirudi, wanarudi lini mwenyekiti? Watarudi siku ya Jumatano kwa ajili ya kuja kusaini mkataba. Mtarudi siku ya Jumatano saa 8. Leo Jumapili inabidi mrudi siku ya Jumatano saa 8 mchana. Mkiwa na slip ya benki ikiwa na shilingi milioni 80. Sawa. Nyie ni wageni hapo ofisini. Mnajua tumeona nyie wageni. Mnatakiwa kupatia data yako maji mtakuondoka. Asanteni, mtarudi ya Jumatano. Ila msahau hiyo slip ya benki ikiwa na shilingi milioni 80. Sawa. Mtendaji, wajua hapa ni mjini kwetu, leo wajumbe wa halmashauri ya kijiji tunagawana milioni 10 tu, basi tunagawana nao. Watumie ujumbe wa ikifika. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Habari zenu? Mimi na mtendaji sioni tumewaita leo, nadhani mnashangaa tumewaita kwa nini? Kuna mwekezaji ametokea, neema nzuri imetokea kijijini kwetu, tumepata neema. Mwekezaji anataka eneo la ekari 200 ili aweze kuwekeza lililoko kwenye vyanzo vya maji. Anahitaji eneo nzuri. Tumeongea naye akasema taratibu zile za kufuata ili kuuza eneo. Alisema anazifahamu. Kwa hiyo akasema atupatie milioni 10 ili tuweze kugawana. Mtendaji wa PRA eneo la heka 200 tunauza kwa milioni 80 na wanarudi Jumatano wakiwa na slip ya benki. Tutaiteki, tutahakiki kama milioni 80 imeingia kwenye akaunti ya kijiji. Tunasemaje nyie? Ile eneo liuzwe kwanza, lenyewe ngumi. Unaona? Hakuna pesa. Sasa mwenyekiti na mtendaji, mimi nilikuwa naomba kwamba ili kuuza ile eneo, kwa sababu ni eneo la kijiji,
naomba tufuate sheria ili tuweze kuliuza kwa amani. Sawa mtendaji, mimi naunga mkono mtoto mwenzangu. Huwezi kuuza eneo bila hata kuwashirikisha na kijiji. Mtendaji kabla hata kuenda. Asante. Kikao kimefungwa kwa siku ya Jumatano, tunakuja kusaini mkataba. Ndio siku ya Jumatano saa 7 mchana. Karibuni. Mjumbe mwenzangu, hili swala la kuuza eneo bila kufuata taratibu za uuzaji wa maeneo unalichukuliaje? Nalichukulia vizuri kabisa mjumbe mwenzangu. Unajua mtendaji ndio mwenyekiti. Anatumia udangani vibaya. Anataka kuuza eneo hata bila kuwashirikisha na kijiji. Ni kweli? Mimi sijakubaliana na hilo swala kwa sababu hapo wamepewa rushwa ya shilingi milioni 10 ili waweze wasifuate sheria za uuzaji wa maeneo. Sasa mimi niko naona tufanye kitu kimoja. Wamekula rushwa. Swala la rushwa jukumu lako wewe na mimi tuzuie. Ndio. Sasa cha kufanya ni kwamba kama una namba yako ya TAKUKURU nipatie ili niweze kuwapigia tuwajulishe juu ya hili swala waje ufuatilie. Andika hapo. Andika 1, 3, piga kabisa ni bure. Sawa. Karibu TAKUKURU, huduma kwa wateja. Asante, unaongea na mwenyekiti mwema hapa kutoka katika kata ya Katete. Katika kijiji chetu viongozi wa serikali kijiji wameuza eneo la kijiji bila kufuata taratibu za uuzaji wa maeneo, lakini pia wamepokea rushwa ya shilingi milioni 10. Asante. Hao wawekezaji watafika siku gani na itakuwa saa ngapi? Wawekezaji hao watarudi siku ya Jumatano saa 8 mchana. Asante sana. Taarifa yako imerekodiwa, tutafika kwa wakati. Asante sana, tunaomba tusaidie. Asante. Asante. Unajua nini mjumbe? Ndio. Kila siku tusiende. Tusiende tutakapotoa. Ndio mjumbe. Wajumbe mmeitikia. Ndio. Leo ndio siku yenyewe sasa tunaenda kupokea. Nataka makembe mekundu hapa. Yaani ndio siku yenyewe nadhani wako njiani wanaelekea kufika. Hodi. Karibuni. Asante. Wajumbe, naona huyo ndio mwekezaji nadhani hamjawahi kuona na huyu ndio mkalimani wake. Ndio amekuja kusaini leo mkataba. Kabla ya yote hatujaanza kusaini mkataba wetu. Tunaomba ile slip ya benki tuhakiki kama milioni 80 imetokea kwenye akaunti yetu ya kijiji. Hakiki isije ikawa ina maganda ya karanga. Wameweka milioni 80 kwenye akaunti ya kijiji. Mwenyekiti, unajua hapa ni mjini. Watoe kwanza hela zetu tugawana hapa ndio tuwasaini mkataba. Mkalimani nadhani umesikia, toa hela. Tuna shida. Wasi cho hao. Ajoni kioma ngai, ajeni kwa jayo, ajeni kioma. Hela ziko wewe, hela ziko. Sasa hapa. Nataka ipokee nini? Hizi hela atazihesabu mtendaji, hesabu hakishie. Hesabu vizuri hapo. Jamani, mtendaji ameshahakiki ni yenyewe. Naziona. Uongo kweli? Kweli. Leo ishauzwa. Sasa mwenyekiti wagawie. Yaani hapa penyewe. Aise. Ficheni, msihesabu, mtahesabia nyumbani. Asisilieni. Mtendaji wakati sasa mkataba saini haraka. Mtendaji chukua ombe mwekezaji asaini. Wasi cho hao. Yini yao ai, ajeni kwa ya yo